wawili Resini na Peka wameamua kuungana ili kufanya uhaini kwenye ufalme wangu mimi. Siwezi kubali jambo hili. Ufalme huu sio kama baba yangu, yaani watu wangu mimi, ufalme wangu mimi. Siwezi kubali jambo hili. Takata vichwa vyao wote. Mnapogiani mezani. Mfalme, kwanza kwa nini tusifunge haya mageti yetu yote 12 haya? Alafu tena jeshi letu tuhakikishe linakaa huku kwenye milima na kuzunguka mageti yote, maana la sivyo tukifanya masihala hawa jamaa wataturamba kama urojo wa foro. Ndio mfalme, na hili litawezekana kwa kwenda kuomba msaada kutoka kwa mfalme wa Ashuru, kwa sababu ana wanajeshi imara, ana jeshi kubwa, ana farasi wa kutosha, ana magari ya kutosha. Tukichukua msaada huo, ngome hii itakuwa imara kabisa. Malango yote 12 yatakuwa yako vizuri. Una uhakika? Ndio mfalme. Inawezekana? Linawezekana mfalme. Unajua Tongo ni hali gani? Hako kwenye taaluki mfalme, naelewa kabisa. Resini na Peka wamekanyaga. Ma kweli. Ufalme huu sio kama baba yangu. Baba yangu alikuwa ni mtu wa amani sana. Ila mimi vichwa vyao wale mboya halali yangu mimi. Kabisa mfalme, tutahakikisha hawa jamaa hawatoboi kabisa. Yaani tunahakikisha mapema kabisa tunamalizana nao. Uishi milele mfalme. Kuna nini? Watu wako hapo kwenye taharuki kubwa sana. Amani imetoweka, biashara zimefungwa, kutoka ndani hawatoki. Ila Nabii Isa amekuja kukuona. Amesema ujumbe wako kutoka kwa Mungu. Nini tena? Anataka nini wewe mzee mda huu? Sawa. Mruhusu aingie. Huyo mzee anataka nini? Sina muda wa kupoteza mimi. Mfalme, kwa kweli sielewi, azidi kunchanganya, si akaja kuja na stori za wahenga sisi. Anatupotezea muda huyo. Mfalme, uishi milele. Isaya. Huu sio muda wa stori za wahenga. Najua kuna vita mbele yangu. Na mpaka sasa siona mkono wa Mungu. Nini nilichokilile kwenye moyo wa Mungu wako Isaya? Mwana wa Amos. Usiogope mfalme. Bwana wangu hata ruhusu maadui zako Resini na Peka kuleta vita kwenye mji wa Daudi. Amesema yeye mwenyewe atakupigania. Na kwa kila kitu wanachokifanya sasa hivi mfalme, ni kazi bure tu. Hapana vita itakayotokea Yerusalemu. Mfalme, unataka ishara gani ujue kuwa nachosema ni kweli? Iwe mbinguni au kuzimu, Bwana wangu atalifanya hili, akuoneshe kuwa nachosema ni kweli. Wallahi unachanganya wallahi huyu. Sasa. Hapana. Hapana, nasema sitafanya jambo hilo. Ni mwenyezi kwamba Mungu wako sina imani. Hapana. Mfalme, nichoshe mimi, usimchoshe Mungu wangu. Wewe nani? Who are you? Sawa. Bwana mwenyewe atawapa ishara. Bikira asiyemjua mwanamume atabeba mimba. Chineke! Tena atazaa mtoto mwanamume na jina lake ataitwa Emmanuel. Wallahi huyu akufuru sana, akufuru. Natamani tani pige na jambia wallahi. Bikira kushika mimba huo uchawi wa wapi ya? Mimi kwenda Doriani, mwana Kwelekwe, mpaka Bububu, kabuli mbili sijai kuona huo uchawi wa. Nachoka. Huyu muongo. Alafu kuweni makini na hawa wanajua siku hizi. Sio kila mtu anaingia pale tu. Sio kina Musa. Haya mambo ya kushinda milimani.
kuna fuse moja kwenye ubongo wake umetoka. Wallahi hizi nyinyi za wahenga, humu ndani kila mtu atachanganyikiwa kwa wakati wake. Hapo unachanganyikiwa kwanza mja. Sasa inawezekanaje bikira kubeba mimba? Kisaya. Mfalme, Ana kitu hapo. ni jambo gani uliliona mpaka sasa ya kuwa mambo ameshindwa? Hili hapa. Nchi watu wamefunga maduka, uchumi hakuna. na urojo hawanywi. Na urojo hatuni kabisa. Hoja urojo kwa mtamu wewe. Sawa. Ebo, tizama. Tazama Emanueli kabla hajajua mema na mabaya. Emanueli Maadui zako Ndo nani? Resin na Petra watakuwa historia ya kale sana kwenye ufalme wako. Watu wangekuwa katika taharuki hii. Wallahi huyu jamaa changanya kabisa. akufuru. Pemba, tuliza Mungu kali Mpemba. Yes, Allah inajazba. Itawezekana kweli? Mfalme, si kuwezekana tu, tayari imekwisha kuwa. Mmeiona? Tufuate nyota ndo aliko mfalume. Sasa tusipoteze wakati, Sawa. tuai twende tukatoe heshima zetu kwa mtoto. Kitu sio kijua, mfalme aliyezaliwa ana hatima kubwa sana duniani. Are you ready for the start? Oh, the start of the